Twende kwa mtu mwingine. Nimekutana na baba leo. Baba atakwenda kutuelezea kitu kimoja kuhusu ibada ya leo. Watu leo walikuwa wanaonekana wana furaha sana. Baba, hebu tuelezee kidogo kuhusu ibada ya leo. Wow. Ibada ya leo ilikuwa nzuri sana kwa upande wangu mimi kibinafsi, imekuwa nzuri. Siwezi kusema exactly kwa watu walikuwa na furaha, lakini ninadhani ni kwa sababu nilikuwa naongelea mambo ambayo yanawagusa moja kwa moja, yanawagusa maisha yao moja kwa moja, aidha kwa wao binafsi au wameyaona kwenye jamii zao na wakagundua kwamba hata hayo mambo kumbe yana majibu pia kwenye Biblia. Nadhani inaweza hiyo ndio sababu. Inawezekana? Yes, kweli kabisa. Kweli kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naongelea kwa habari ya tulikuwa tunajifunza kwa habari ya eneo la ndoa, na mwezi mzima tumekuwa tunajifunza kwa habari ya ndoa, na tulikuwa tunajifunza kama ambao mlikuwa mmesikia, nilikuwa nafundisha kwa habari ya the other side of marriage, mambo ambayo watu watakutana nayo wakiwa kwenye ndoa, na tukasema yako mengi, lakini moja wapo ambapo tulikuwa tunaliongelea ni namna ambavyo wanandoa wanaweza wakatimiliza mahitaji ya wenzi wao, hasa mahitaji ambayo yanahusiana na gender specific need, mahitaji ambayo ni mwanaume anahitaji nini, mwanamke anahitaji nini. Na kama ambavyo nimeongelea, kuna wakati watu wana fine nikiongelea kwamba bwana, wanawake sio kama wanataka hela, wanawake wanataka no. Hitaji mama la mwanamke ni ulinzi, security. Pia kwa mwanaume hitaji lake mama ni heshima. Nadhani hao mambo ambayo alikuwa yameofresha watu. Yes. Kwa hiyo kwa mtu ambaye haukuwepo siku ya leo, umesikia ni hitaji mama la wewe mwanamke ni ulinzi, hitaji mama la mwanaume ni respect. Unataka kujua zaidi? Njoo Jumapili ijayo. Tunaye mwalimu hapa, tunaye marriage counselor, tunaye apostle kwenye hili eneo. Asante sana. Yes, ni bwana.